Kwanza mchezo ulikuwa mzuri, tukiachilia mbali matukio makubwa ambayo yamejitokeza kwenye mchezo huu, tukio la red card na matukio mengine mengi. Lakini kabla ya kuangalia matukio, ukiuangalia mchezo kiufundi ulikuwa mchezo mzuri. Singida Black Stars waliingia na mpango mzuri wa kuipress Simba, lakini Simba nao walikuwa na mpango wa kwao ambao kwa kiwango kikubwa wamekuwa kiutumia katika mechi hizi zote ambazo tangu ligi imeanza. Wana press kwenye dakika 15 za kwanza mpaka 20 kuhakikisha wanapata matokeo. Ndicho ambacho jana kilitokea, wakapress kwenye dakika 15 za kwanza kama wameshapata goli. Baadaye Singida akarudi mchezoni, wakasawazisha goli na wakaenda half time ikiwa 1-1. Baadaye kipindi cha pili Simba wakaongeza nguvu, wakapush, wakapata goli la pili. Kwa hiyo kiufundi ulikuwa ni mchezo mzuri, ulikuwa ni mchezo wa kuzidiana kwa mbinu kwa hapa na pale, ulikuwa ni mchezo wa kushambuliana kwa vipindi. Kuna wakati Simba alichukua game, kuna wakati Singida alichukua game. Matokeo yake Simba akaondoka na ushindi wa bao 2-1. Simba bado wanavuna alama 3 muhimu, lakini mzimu wa red card, kadi nyekundu bado ni tatizo Simba Sports Club. Nini maoni yako Paulo katika hili? Ni red card ya 3 mfululizo kwenye mechi 3. Sio jambo zuri sana, Baada ya zile red card 2 alisikika msemaji wa Simba akisema watakaa na wachezaji wao kuzungumza nao, kwa sababu red card zile 2 za kwanza alisema kwamba hazikuwa za kuokoa timu, ni makosa binafsi ya wachezaji. Red card ya Jabari katikati ya uwanja anapiga kiwiko, red card ya Duchu kwenye eneo ambalo halina madhara anainua mguu, ambazo hazikuwa za msaada kwa timu. Lakini jana ikaongezeka red card ya 3 ambayo na yenyewe mazingira yake ni yale ambayo sio kwamba ni red card ambayo inapatikana kwa sababu ya kuisaidia timu. Ni red card ambayo inapatikana kwa madhaifu ya mchezaji. Anthony Mligo anaokota red card nyingine na kufanya idadi ya red card kuwa 3 kwenye mechi 3 mfululizo. Sasa hii kisaikolojia kwanza inawatafuna sana wachezaji wa Simba, na nafikiri kama Emediali alivyosema kwamba wana wajibu wa kukaa nao kama uongozi kuzungumza nao. Mimi nafikiri kama huo mpango ulikuwa umefanyika, basi ukomee hapo. Kama ulikuwa hujafanyika, usifanyike kabisa. Kwa nini? Sasa hivi kuna huo mzimu au hicho kivuli cha wachezaji kufia kupata red card. Tayari mkishapata red card 3 mfululizo kwenye mechi 3 mfululizo, mnapokuwa uwanjani kunakuwa na hiyo mindset ya kwamba nikikosea tu hapa tunaweza tukapata red card. Sasa hii inaweza ikawapelekea wachezaji kutokufanya maamuzi kwa haraka. Mahali ambapo mchezaji alitakiwa afanye sliding, acheze tackling, akishakumbuka tu kuna changamoto ya red card, ana delay kufanya maamuzi, na akidelay akija kuwa committed kufanya maamuzi, wakati mwingine anaweza akaenda kucheza faulu tena na akapata kadi nyekundu, ama akakuta tayari mchezaji ashahamisha mpira, timu imeshazuliki, imeingia kwenye madhara. Kwa hiyo benchi la ufundi na timu ya saikolojia ya Simba wana kazi kubwa kweli ya ziada kuwajenga wachezaji. Katika mchezo wa jana tuzungumzie sasa kiufundi. Simba Sports Club walikuwa bora sana kwenye eneo la juu. Wanapokuwa na mpira wanakuwa na hatari kweli. Mpira unapokuwa miguuni kwa Libas Gueye unakuwa ni mgumu kumtolea, lakini mikimbio ya Elim Panzu kama force number 9 aliyeanza mechi ya jana ilikuwa inavunja safu ya ulinzi ya Singida Black Stars. Nyuma Ema amefanya kazi kubwa sana ya kupiga zile pasi ambazo zinaweza kukata mstari wa ulinzi, wakisaidiana na Klasa Chota Chama ambaye alikuwa nyuma ya mshambuliaji kiongozi Tioula upande wa kulia, upande wa kushoto, wakati mwingine na rotate kwenda kulia. Amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo Simba walikuwa bora sana kwenye eneo la juu, na pale wanapopoteza mpira wanafanya pressing za maana, haichukui dakika sekunde 30 mpaka 40 mpaka 60 wanakuwa wamerudisha mpira kwenye umiliki wao. Singida Black Stars walionyesha udhaifu mkubwa kwenye eneo
la kufanya pressing pale ambapo wanakuwa na mpira wao, wanafanyiwa pressing zamana na wanapoteza mpira, lakini pale ambapo Simba anakuwa na mpira walikuwa hawawezi kufanya hizo pressing ambazo zinaweza zikaurejesha mpira kwenye umiliki wao. Hilo lilikuwa jambo la kwanza, lakini jambo la pili, Singida Black Stars walionekana na kuwa na ubora kwenye eneo la pembeni mwa uwanja alikokuwa anacheza James Ngoma. Water performance amefanya kazi kubwa ya ziada. Katikati ya uwanja Shehani Ibrahimu kazi kubwa kweli kweli, akasawazisha goli, afanya ile kuivuruga safu ya kiungo ya Simba. Kiufundi ulikuwa ni mchezo mzuri kwa upande wangu. Performance ya Libasi Gwe unaizungumziaje? Jana nilikuwa naongea na mtu mmoja nikawa namtania, anasema Libasi Gwe hakustahili kuwa Simba kwa sababu Simba ni timu ambayo inacheza kwa mipango, kwa ufaza na nini, lakini Libasi Gwe amekuwa mtu wa shughuli kweli kweli. Hana shughuli ndogo, hana shughuli kubwa. Tangu mechi ya kwanza ya ligi zidi ya Kagera aliyo performance ya ajabu, akawa man of the match. Mechi ya pili na Pamba performance ya juu kabisa kama man of the match. Jana yuko on top performance, na sasa hivi Libasi Gwe ndiye anaonekana ya Simba. Simba bila Libasi Gwe kwa kwenye ubora inaonekana inapitia changamoto kweli kweli, lakini Simba ambapo Libasi Gwe anapokuwa kwenye ubora, hata kama kunakuwa na changamoto nyingi, inaonekana Simba inastahimili. Ukiangalia Simba sasa hivi inapitia changamoto ya hizo red card, inawakosa wachezaji muhimu, inapitia changamoto za majeruhi, inawakosa wachezaji muhimu, lakini uwepo wa Libasi Gwe unawahakikishia Simba kuwa na matokeo kwenye mechi yoyote wanaocheza. Golini kwa Simba yuko Hussein Abel. Tumuite tena Hussein Abel. Anashindwa kuonyesha kile ambacho anatakiwa kukionyesha kwa nafasi anayoipata. Kwa bahati mbaya sana nchi yetu imekuwa na changamoto ya magolikipa wazawa. Magolikipa wa kigeni tunaowaleta, wale wazawa ambao wanakuja kuwa backup yao wanashindwa kufikia angalau hata robo ya daraja. Mamadou Tanja Kasari amekuwa akilalamikiwa na mashabiki wa Simba kwamba ubora wake, daraja lake ni dogo, lakini ukichukua Mamadou Tanja Kasari na anachokionyesha sasa hivi Hussein Abel ni mbingu na ardhi. Jana anafungwa goli la makosa ya golikipa, anaondoka golini, anaenda kucheza mpira ambao hana uhakika wa kucheza na ukosa mbele ya Shehani Ibrahimu. Shehani ana control mpira, goli liko wazi, anafunga goli. Ni goli ambalo golikipa daraja anajua uweze akafungwa. Hussein Abel ameshindwa kuprovide kile ambacho mashabiki wa Simba walikitarajia, lakini sio, hatuwezi kushangaa kwa sababu ni changamoto ya magolikipa wetu wazawa. Ukiangalia Azam pia, ukimwondoa Aishi Manula ambaye ameprove huko nyuma, japokuwa sasa hivi bado hajarejea kwenye ile daraja ambalo alikuwa nalo nyuma. Zuberi Foba sio golikipa wa daraja. Yanga ukimtoa Didier Diara, Masalanga na Micheli sio magolikipa wa daraja la Diara, hata kumfikia robo ya Diara. Ukienda Singida Black Stars pia Metacha Mnata na yeye ni golikipa wa kawaida vile vile. Tuna hiyo changamoto ya kwenye eneo la goalkeeping kwa magolikipa wetu wa ndani. Tumeona Nathaniel Chilambo pamoja na Anthony Mligo wanapata nafasi. Performance yao inatupa taswira gani? Kwa Anthony Mligo alisajiliwa na Simba msimu uliopita na ndiye aliyekuwa chaguo namba moja kuja kuziba nafasi ya Mohamed Hussein Shabalala. Baada ya kucheza nusu msimu, Simba wakaona hatoi kile ambacho walikitarajia kutoa, wakaopti kwenda kumtafuta Kibabage sokoni. Alikuwa Singida Black Stars, wakamleta pale. Kibabage amefika pale akaonekana ndio chaguo namba moja na Anthony Mligo akakaa bench akisubiri. Baada ya Kibabage kuumia, Anthony Mligo bado amerudi na kile alichokuwa nacho tangu msimu uliopita. Kwa hiyo hakuna cha ziada alichoongeza. Simba inakosa mtu kwenye eneo la kushoto anapokosekana Kibabage, hilo la kwanza. Lakini kwa upande wa fullback ya kulia, aliko na Nathaniel Chilambo, nafikiri nilizungumza tangu mwanzo, ni beki ninayempenda sana, na
ameonyesha utofauti mkubwa sana kati yake na Duchu na kati yake na Shomari Kapombe kwenye mechi ya jana peke yake. Sizungumzi mechi iliyopita dhidi ya Pamba ambako niliona hakukuwa na cha ziada sana, lakini kwenye mechi ya jana ametusurprise wengi na Nathaniel Chilambo. Kwanza surprise ya kwanza ni namna alivyokuwa anacheza fullback ya kulia, lakini mara nyingi alikuwa anaingia mpaka kwenye eneo la katikati ya uwanja kuvuruga mipango ya wapinzani. Unamkuta kwenye eneo la namba 6 au namba 8, pumzi ya kutosha, tenki la kutosha, lakini wakati huo anafanya mikimbio kwenda kukava kwenye upande wake wa kulia. What a performance kutoka kwa Nathaniel Chilambo jana. Mtazame mchezaji Jonathan Soa. Watu waliamini jana kwamba ilikuwa ni nafasi yake pengine ya kuonyesha hasira zake kwa Simba Sports Club, lakini tumeshuhudia kitu cha tofauti. Ni Soa yule yule ama kuna namna ambavyo Soa jana alikuwa katika mchezo dhidi ya Simba? Kwa bahati mbaya sana watu hawafuatilizi mechi za timu ndogo ndogo ukiondoa Simba na Yanga. Ukuta mechi ya Singida Black Stars acheza labda na Dodoma Jiji, watu hawafuatilii. Lakini kwa mechi mbili za kwanza ambazo Jonathan Soa alicheza na akafunga kila mechi, watu walikuwa na matumaini ya kwamba kutokana na alichoanza nacho Jonathan Soa anaweza akafanya kitu kwenye mechi ya jana. Lakini ukiangalia kwenye hizo mechi alizofunga, ukiondoa hayo magoli aliyofunga, Jonathan Soa bado hakuwa na msaada kabisa na timu yake ya Singida Black Stars. Namna yake ya uchezaji yuko chini sana, sio yule Jonathan Soa mwenye pukushani tuliyemzoea, sio Jonathan Soa anayeweza kusimama katikati ya mabeki wawili wa katikati na akawaletea buguza ya kutosha, sio Jonathan Soa yule anayetumia nguvu kuforce. Amekuwa na hiyo changamoto. Mimi kwangu nafikiri pigo kubwa lilikuwa ni kwa kufungiwa kwa Never Tegez. Never Tegez alikuwa na uwezo wa kusimama kwenye eneo la standing striker kuliko Jonathan Soa. Kwangu Jonathan Soa bado anajitafuta na tuendelee kumpa muda kidogo kidogo, sio yule tunayemfahamu. Simba na FVS FVS kwa Simba imekuwa kuna muda imekuwa kama uyoga, kuna muda ni mboga, kuna muda ni sumu. Jana Simba wanapata penalty kupitia FVS, lakini ni penalty ambayo bado imeleta maswali mengi sana. Wewe kwa upande wako binafsi uliitazamaje ile penalty? Tuna changamoto kubwa sana ya teknolojia na nafikiri bado tuna hiyo kazi ya kuvumiliana kidogo kidogo ili kupata uelewa pamoja. Kwangu ilikuwa ni penalty, ilikuwa ni clear penalty na hakukuwa na namna yoyote tofauti na mwamuzi kuweka penalty. Lakini nikirudi kwenye matumizi ya FVS, jana kuna taarifa ilitolewa na bodi ya ligi, ukiachilia taarifa ya kufungia ya adhabu zile, lakini mwisho ile taarifa bodi ya ligi ilitoa taarifa kuhusu FVS na namna ya kuitumia. Walielekeza watu pekee ambao wana uwezo wa kuomba usaidizi wa FVS ni benchi la ufundi, kocha mkuu ama kiongozi yoyote wa juu kwenye benchi la ufundi la timu. Lakini jana unaona, na kwenye ile taarifa walitoa marufuku ya mchezaji yoyote kumshinikiza mwamuzi kwenda kwenye FVS. Lakini jana unaona Clatous Chota Chama alimshinikiza mara ya kwanza mwamuzi kwenda kwenye FVS, mwamuzi akaenda kwenye FVS. Sasa mwamuzi akishashinikizwa na mchezaji kwenda kwenye FVS, slot ile, kuna zile slot ili tumekubaliana kila timu itakuwa na slot 4, si ndio? Unapoenda kuomba kutazamwa unapeleka slot moja. Tukio kama likiwa clear kama mlivyokuwa mnafikiria nyie, mnarudishiwa slot yenu. Ila tukio likiwa sivyo kama mnavyofikiria mwamuzi alikuwa sahihi, mnakuwa mmepoteza ile slot. Sasa mchezaji anaposhinikiza mwamuzi kwenda kuangalia na mwamuzi akaenda kuangalia, maana yake benchi la ufundi halitoi ile slot yao, linabaki na zile slot na mwamuzi ameshaangalia kwenye FVS. Kwa hiyo nafikiri bado tuna changamoto sana ya uelewa, tutaenda kidogo kidogo tutafika mahali tutaelewana. Nashukuru sana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Ngenga Sports TV, usipite bila kulike, bila kucomment, bila kushare na zaidi subscribe ili uweze kupata habari zetu kila siku. Shukrani sana. Na watuandikie maoni
hapo chini. Leo tutapita kusoma maoni yao ili tuone nini wadau wanazungumza na sisi, tuboreshe wapi, tuongeze wapi. Shukrani. Asante sana.